avae umbo la nyoka na aingie ndani ya nyoka na aanze kuleta uharibifu katika Edeni. Hawezi kufanya uharibifu katika Edeni kabla hajaingia kwa kiumbe mojawapo kinachoishi Edeni. Na tukaona vizuri, shetani hawezi kuivuruga familia yako kabla hajapata mtu mmoja wa kuingia kwenye hiyo familia. Hawezi. Lazima atafute, kama anapambana na familia yako, ni lazima atafute mtu mmoja ambaye atakuwa rahisi sana kuingilika. Alafu kupitia huyo mmoja ndipo familia itakamilika. Shetani hawezi kuvuruga mkasa iliyoko hapa kanabuni mpaka apate mwanakukasa mmoja ambaye ataruhusu iliyo na huyo shetani. Ndipo utasikia kukasa ya kanabuni imenuka. Na hapo ndipo utasikia hata huko ikisema vibaya. Kwa hiyo hawezi kuingia hapa, lazima mpate mtu mmoja ambaye ataona anaweza kuendana naye ili afanye kazi pamoja. Baada ya kuwa nyoka, shetani anatumia nyoka kumdanganya Adamu na Hawa. Wakanatunga. Fungu la 9 linasema Mungu alikuwa kila siku wakati waliokupunga anakuja kuabudiwa. Kwa mara ya kwanza Mungu anakuja kuabudiwa, anamkuta Adamu na Hawa hawako eneo la nini? La ibada. Na muda ni wa nini? Ni wa ibada. Ndio kwa mara ya kwanza, mara zote Mungu alikuwa akija anawakuta watu kwenye ibada, eneo la ibada, muda wa ibada. Kwa mara ya kwanza Mungu anakuja kuabudiwa wakati waliokupunga Adamu na Hawa hawako kwenye ibada. Ndipo nasikia Mungu anauliza, uko wapi Adamu? Swali ni Mungu anajua yote. Kwa hiyo Mungu alikuwa hajui Adamu alikuwa wapi? Sio kwamba Mungu alikuwa hajui Adamu alikuwa wapi. Yaani Mungu alikuwa anamchanja. Hivi Adamu, nataka usikie sauti yangu nitafakari. Hapo ulipo ndipo unapotakiwa kuweka muda huo Adamu. Yaani Mungu alikuwa anamchanja. Sio kwamba Mungu alikuwa anajua Adamu mpaka anataka ajue Adamu amwambie niko safe fulani. Mungu anamuuliza Adamu ili Adamu ajiulize maswali. Kwamba Mungu anaongea nilipa. Na nini mashahidi mkiwa kuweka mazingira nyumbani tuseme umechelewa kurudi nyumbani alafu ukaona simu ya mama au ya baba inapiga na umechelewa kwenda upande simu huwa kitu cha kwanza unafikiria nini? Ile simu huwa inakuchallenge. Ukipokea simu nimeyasikia ya dunia nzuri. Ina nguvu ya Mungu inapatikana kwenye Biblia. Kuna watu kusikia kwamba mchungaji naomba uniombee na nguvu za kiroho. Nani anakuambia kwamba kama ingekuwa hivyo, sisi wachungaji hakuna mchungaji anayeenda kwa kanisa lake lilikuwa wewe. Ningefika kwa kanisa, Baba naomba wote wapokee nguvu yako leo. Wawe imara kiroho. Nafikiri nani angependa kupungua leo umekuja 20 kesho kuja 10. Ningeomba au mmoja wote mkapokea nguvu mkaja kuendelea wote kanisa. Hakuna mtu atakayepokea nguvu ya kiroho, nguvu ya Mungu kwa njia ya kuongea na mtu mwingine. Nguvu iko katika maandiko matakatifu. Neno lina nguvu. Yaani hauwezi kupata nguvu ya kiroho kwa njia zingine, ni njia ya kusoma maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kusoma. Someni neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Someni nini? Neno. Uliniambie tena neno lako
they need from God. Ni njia pekee kwamba kama ni bomu ambalo likitegeshewa Kenya, hata nifike pale Mara halitaanguka, hata niende pale mpakani Silali halitaanguka, mpaka pale Kenya nilipotegeshewa ndipo litakapoanguka. Na hii sura ya 10 wa Korintho wa pili sura 10 fungu la 4 na 5 anasema silaha zetu zina uwezo, zina nguvu ya Mungu, tena zina uwezo wa kuangusha ngome. Halo? Zina uwezo wa kuangusha nini? Ngome. Alafu kipengele kinachofuata sikiteka nyara nini? Fikra. Vitu viwili. Huwezi kuangusha ngome uliofungiwa bila kuinuliwa kitu kinaitwa fikra. Tumeona vizuri? Yaani kama huyu rafiki alifungwa kwenye ngome ya kwamba yeye ni wa kufeli, hawezi kuiangusha hiyo ngome ya kufeli mpaka kitu cha kwanza fikra zake huyu ziinuke. Ziinuliwe. Yaani maana yake ni aanze kukataa Yesu wa kufeli, aanze kuiaminisha akili yake yeye sio wa chini, aanze kujitamkia yeye sio wa chini. Ndipo huyu mtu mtaona anashinda ngome ya kwamba yeye ni wa chini. Halo? Hebu nenda sura ya 4 wa Korintho wa pili sura ya 4 fungu la 4. Kwa niaba yetu. Ndio Paulo anasema kwenye Warumi, Roho naye utuombea kwa namna isivyoelezeka. Maana Paulo anasema sisi hatujui kuomba. Wangapi wanajua kuomba hapa? Jamani, hamjui kuomba? Wangapi wanajua kuomba hapa? Roho maana anasema hatujui. Wangapi wanajua? Wewe hakuna mtu anajua kuomba hapa. Dada, nikuulize swali. Wewe mitihani imefika. Ada hauni. Alafu kwa ghafla tu akakupigia ndugu yako moja akamwambia, "Sasa nimekuingizia ada hapo CRDB." Au tuseme hata pesa pale. Nenda kachukue ulipe haraka ili uingie kwenye chumba cha mtihani. Ukatoka hapa mbio ukaenda ukachukua zile pesa zako. Ukafika kwenye kona hapo kibaka akakuvamia, akakunyang'anya zile pesa akakimbia. Alafu ukapata fursa ya kuomba, utaombaje? Utaombaje? Mimi najua utakachoomba. Baba msuke. Akose nini? Amani. Msuke akose nini? Sisi tunaomba. Alafu Yesu anasemaje? Mimi ni mfalme wa nini? Wa amani. Amani yangu na wao. Wewe unafundisha Yesu awanyime watu nini? Amani. Aliyeshujaa wa maombi akamwambia Mungu, nakushukuru hata kwa hili kwa sababu umeruhusu litokee. Sasa ninaomba unifungulie milango. Maana amesema yeye anafanya njia pasipo na njia. Mimi ninachokuomba nifanyie njia uliyoiona inafaa, mimi nifanye jitihada. Nakushukuru kwa hili litokea. Unafikiri ni ombi la mtu dhaifu ni mtu mwenye imani. Na ndio maana Mathayo sura ya 26 fungu la 41 anapoongelea habari ya kuomba, Amplified Bible inasema the spirit is truly ready to pray, but the flesh is not ready. The spirit is true, strong to pray, but the flesh is weak to pray. Roho iko tayari kufanya nini? Alafu wewe umpe nini? Mafuta. Yaani yeye anasema usingizi umemlelea sana. Kwa hiyo hawezi kuinuka akaendelea kulala. Ila anachokuomba umuombe. Ukiona huwa uwezi kuamka usiku wa manane eti usingizi umekulemea, ila wanaomba usiku kwamba niombeeni, sawa, haujafanya vibaya, ila uweke alama hii. Huko kwenye kundi la wapumbavu. Wewe hawatumi kwamba tunaomba mtu majema, wanasema tunayo ya kweli. Tunaamka, tunaomba wenyewe, maana walijua hii siri ni ya pekee. Wewe ukamtuma mtu eti aenda kukutana na bwana harusi kwenye karamu. Wewe ukiona mtu aina ni baraka sana. Hebu nikwambia hata kama wewe eti dada wewe umepata fursa. Leo
kuna harusi ya kifahari hapa. Unapenda nyama choma. Unaonekana watu walivyo. Kuna vitu vinono vimewekwa. Alafu nafasi unayo na hamu ya kwenda unayo. Unatafuta mtoto wako kwa nenda tu kwenye meza ya bwana harusi nitakaa huko mwishoni. Wakati hapo ndio wanasema nitakufungia. Yaani sio kama yeye ndio anasema